Mwanangu wewe si msanii? Yeah man. Unataka tuagane kihuruma huruma? Hakuna bana. Twende. Mr. Romantico. I do wanna go solo. Master Simbanga photo. Na lakisa bandeko. Ezika na utinza mbeka kande koko. Mimi sina mengi maisha ndiyo haya. Wamesema mengi bila hata haya. My sugar girl, my banana, I'm ready unavyo feel tunafanana. Don't make me praise my Diana. Mama nanga yeah. Tukipata pesa tupare, I wanna give you kagare. Twende nyumbani tukae. Mama nanga yeah. Tukipata pesa tupare, I wanna give you kagare. Twende nyumbani tukae. Mama nanga oh, one chance, give me one chance. Oh, salisangana kwa mapemutu. Oh, one chance, give me one chance. Oh, salisangana kwa mapemutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Waislamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV, ni ile TV yenu ambayo inawaletea wasanii wale wote ambao wanahusika na mambo ya entertainment. Empower TV inawaleta. Hii ni TV ambayo mnajua kwamba tuna ushirikiano mwema na Source du Nil, lakini leo mnaona kwamba hatupo Source du Nil. Tumeamua kumsaka msanii ambaye baadaye nitakuja kumtambulisha ili tuongee naye. Hatujakutania Source du Nil bana. Hii ni Empower TV, mimi ni Vivance Emery, nyuma ya kamera ama ule ambaye anasababisha tuweze kuonekana kama vile ambavyo tunaonekana ni Beni. Leo nimemleta nani? Kuna msanii matata sana kutoka huko DRC, lakini ameamua kuja hapa nyumbani kutafuta bana. Yeye anatafuta promotion, ni wewe sasa kumsaidia, kwa sababu najua mimi sijawahi kukuangusha na kuletea ni vipaji ambavyo vinakamilika. Jamaa anajiita Babjay, lakini hana hivi, hana chochote. Anakuambia one chance. Ni ule jamaa ambaye yeye huwa anazungumza ukweli kabisa kuhusu wanawake. So unajua watu wengi wanasema kwamba sijui wanaume, watu wanasema uongo tukienda kuwatafuta wapenzi, lakini yeye kwenye kupitia ngoma zake anaimba ni ukweli kabisa. Leo nakuja kumintroduce kwa mara ya kwanza kupitia Empower TV. Karemi tu Burundi. Oyo bro. Uyasa mzee baba. Mambo vipi? Safi kabisa. Mama kupiga sisi kule kwetu Uvira tunasema ni rouge. Chama ni rouge. Vipi mambo? Shwari kabisa. Mambo yanaenda? Fresh sana. Karibu sana. Asante bro. Hivi niambie kwanza. Miaka mingapi hapa Burundi wewe? Miaka 2.5 kwa sasa. Miaka 2.5? Yeah man. Hivi umeshaanza kula ule ugari wa mihogo nini? Unapiga kabisa bila matatizo yoyote? Yeah, bila shaka ni kawaida. Na kule kwetu si hivyo. Yeah. Watu wanasema sijui kule tunasonga ugari kabambe kwa dagaa 3. Vipi sasa? Shwari kabisa. Tulianza kuimba lini mwanangu? So mimi toka mwaka juzi yake hivi kwa sasa naweza kuwa na miaka 5 kwa kazi kati ya kazi muziki. Sasa hapa tumekuja kiusanii ama tumekuja kutafuta riziki? Hapa tumekuja kikazi, kiusanii na tunakuja kwenye lengo la kusoma. Kusoma yes. Lakini unaona isiwe mbaya na usanii tupige hapa ngoma zetu tupige. Kusoma umekuja kusoma university. Yani university umekuja kupigia hapa nyumbani. Ndio. Kwa sababu gani hatujasomea kule? So tumeamua kuja hapa sababu hatuwezi kusomea kuanzia primary hadi university katika nchi. Tumeamua tutembee kwanza kidogo ili tuzidi kupanua mazingira na kujua mazingira yote. Okay bana. Mimi sina matatizo na wewe kaka. Karibu tena hapa Burundi. Asante. Karibu kwenye Empower TV. Uliona sasa wewe umekuja kusoma. Wazazi wamekutuma kusoma. Alafu naimba tena. Haoni kama tutakuja kukorofishana na wazazi wetu mwanangu. So cha muhimu tu ni kuwaridhisha. Ile ambacho wanataka ni usome, kesho yake ulete matunda mema. Na sisi nao tunajitahidi kwa nguvu zetu zote ili tuwaridhishe kama kawaida. Mzee wewe unasoma hadi university, unataka kutumia
talanta yako ya kuimba, kesho ama kesho kutwa uje uwe waziri ama mbunge ama vipi? Si watu wengi wanaamini kwamba wasanii sijui hawasomagi, akienda kusoma na feli sijui nini na nini. Nataka kukubarisha watu kwamba kila ambacho wanazungumza kila siku tofauti kabisa na Babjay. Nataka kabisa tuwa confuse na hiyo maneno ambao wanawaza wao, sababu hiyo ni mawazo tu ya binadamu. Kuna wasanii wengi ambao wanasoma na wanafanya music kama vile Jose Chameleone ni doctor, anafanya kazi. Wako wengi tu kama vile wa nchi jirani hapa wakina Birnasi, wengi sana. Rwanda pote wakina Muyombo Thomas, unamjua huyo Muyombo? Namsikia. Tom Close. Ni doctor pia na yeye. Achana na mambo ya masomo, achana na kila kitu, lakini sijasema wachane navyo. Usirudi shuleni. Wewe nenda ukasome, usirudi shule. Mimi nataka tuongelee career yako ya music. Umeniambia 2019 ile ngoma yako ilianzia 2019, unaikumbuka kweli? Mimi naikumbuka. Unajua kuna msanii unamuuliza ngoma yako ya kwanza, jua anasema anajua ribugi, anakuambia amna bana, ile achana nayo, ile sitaki tuiongelee. Bana, ile kabisa ni kazi, na mimi kazi ambayo ilionifanya watu wanijue, siwezi nikaisahau. Ile anzaje hadi uone mimi siwezi kuwa pastor, mimi siwezi kuwa fulani, acha niimbe tu nifurahishe watu kupitia kuimba? So bros, tunajua ya Mungu ni mengi. Kwa Mungu yeye mwenyewe anajua gisa anavyogawanya riziki kwa kila mwanadamu, na kila mtu na kipaji chake. So ni mimi nilikuta tu kabisa niko ndani ya kipaji cha music, na nikajua kabisa mimi mwenyewe sasa naweza kazi, inabidi nifanye kazi. Ndio hivyo. Ngoma yetu ndio hivyo, tumeingia studio. Mara ya kwanza kuingia studio tuliingia kule Kalemi ama ilikuwa ni huko Burundi? Mara ya kwanza mimi nawaza nimeingia ni Congo DRC. Tunaimba zile za nakupenda, anakuambia hamna bana, hiyo ni Demito bana, acha. So mzee, mimi nilikuwa na style zangu tu zangu kibinafsi toka zamani tu. Babjay, tuongelee sasa career yako ya muziki hapa Burundi. Mimi bana, kuna jamaa amenitumia link yako, ngoma yako inafahamika kama One Chance, akanambia huyu jamaa msikilize. Mimi nikasikiliza, nikaona ngoma yako kali. Hebu niambie mazumuni ya kuandika ile ngoma One Chance ilikuwa vipi? Nia na mazumuni kabisa. Nia na mazumuni yangu nitaka nikushauri wao ndugu zetu wadada na vijana wenzangu ambao wanataka kufanya kuleta usaliti katika mapenzi. Nimetaka kuwashauri kidogo tu. Wadada zetu hawa siku za leo inakuwa unaweza kuwa mnakubaliana naye, mnapendana naye, lakini kesho yake anaweza kapita kusearch hata simu yako kidogo tu. So anakuja kujikuta kuna SMS fulani ndugu yako fulani akakuandikia hata hiyo hicho kiutani kidogo, anakuandikia baby nini, demo yako akiona hivyo, yani yeye anasirika bila hata kuuliza wewe mwenye simu. So ile ni shauri nitafuta kuwapatia. Sisi wote ni wanadamu, na kila mwanadamu akose kasoro yake. So wakati unaona mtu kitu kikufurahisha, unapaswa kumwita ukaongea naye, ukajua ukweli ili ujue jinsi ya kuchukua decision zako. So nikaona mwanamke wote ule hata kama ameshakushirikiana wakati unajua ni mtu wako ambaye angali ungamtia kwenye moyo wako, so unaweza kumomba kupatia dernière chance, donc anakupatia one chance, chance ya mwisho ili na wewe utumie vizuri sasa. Sisi huko DRC huwa hatuongeagi sana Kiingereza ni mara chache sana, lakini wameamua kuweka title ya Kiingereza bana. Haone kama unatuchanganya sisi watu tulishagazoea je t'aime, sijui dernière chance sijui nini, afu natuletea one chance mwanangu. Bro, mzee baba, tunajua kama kazi hizi kazi zetu za music nitajua kwanza mtu kuwa na akili mingi sana, yani kuwaza sana, kufikiria sana, kufuatilia kazi za waliotutangulia ili tupate mind fulani. So mimi kuimba Kiingereza ni kawaida toka zamani, naimba toka long time kabisa. Mimi nafanya kazi na sikosi kutia Kiingereza sababu ni kitu ambacho tumejitahidi kidogo kukisikia shuleni. Bro, afu Kiswahili chako nimekipenda. Nilikuwa nadhani kama tutazungumza ile ya leta mai, leta fanya nini, lakini wewe ulishagawahi kuishi Tizima nao. So hapana, hapa Bujumbura, Congo DRC. Zungumza Kiswahili kizuri mwanangu, ongera pia. Turudi kwa One Chance. Ikawaje sasa? So One Chance wakati nimeamua ni kitu ambacho kimenitokea kwanza mimi mwenyewe. Nilikuwa na manzi fulani, yani true story yani. Nipe na manzi wangu fulani. So huyo manzi ipodea imefika akachukua simu yangu, akaanza kucheki kwenye simu yangu, akajikuta kuna SMS ambazo hata binamu yako fulani anaweza kuandikia baby vipi, mbona umenitupa? Binamu mnazingishiwa, mnasikia kuna mtu siku 2-3 atuongei busy na mimi, si amenuna
Kamuuliza sasa ni nini? Anaanza kuniambia, yani anaanza kupiga my story ile ule namba mtu fulani anaandikiwa hivi na hivi msimu yako ni nani? Ni hivi na hivi. So nikaona sina budi, nikamwambia ukweli yule ni binamu yangu ni hivi ni hivi. So nikamwomba demo anipatie demo chance, yani one chance. Nione gisi ya yani kuendelea naye katika mapenzi yetu. So nikaona na one chance yangu wenyewe, sijui kama amesikia ama bado hajasikia, sababu bado feedback bado hajatupa feedback bana. Umeteseka sana mwanangu. Sio kuteseka, lakini kwa sasa tunafuata kwanza mkondo kwanza gisi njia inavyokuwa njia tunafuata. Yani ile ngoma kabisa special kwa mpenzi wako. Kabisa. Mimi hainihusu. Inatuhusu sote vijana ndugu yangu. Ana mimi sijaenda huko bwana. Mimi sijaenda. Kweli napenda ama nini, lakini wewe umeandika kabisa. Nimeandika kabisa. Hebu niambie, umeshagawahi kumwambia bana ile ngoma special kwako ama? Sijawahi kumwambia, lakini mwenyewe ameshajijua kama hiyo nyimbo ni yake kabisa. Okay. Mwanzo kabisa wa ngoma umeanza na kuzungumza kwamba sijui wengine wanaume wao wanazungumza uongo, wanakubali vitu ambavyo hawanaga, sijui nini na nini, lakini wewe unakuja kuzungumza ukweli. Mwanangu, wewe unatutafuta sisi wanaume ambao tunaenda kule upande wa pili kuyatafuta maoa ya dunia, tunaenda tunaaminisha kwamba tuna ma V8 tuna nini, wakati hatuna tabeskeri. Wewe sasa unaenda kutoboa ngoma huko. Haoni kama unataka kutusaliti wewe? So ndugu yangu, unajua katika mapenzi, katika kila kitu hapa duniani, mtu anaomba kuwa tu mkweli. Okay. So najua kama dada zetu hizi siku wanataka wao waambie uongo ili njoo akupende sana, lakini unajua kama mwisho wa uongo unakuaga. Okay. Na ukweli mwisho wake unaonekanaga. So ninaona tu nimeamua kusema tu hatuwezi tukaendekeza tu uongo kila siku, uongo kwa dada zetu ili uwapate wengi, inabidi utumie uongo. So inabidi kuwa sasa mkweli. Unamwambia demu hivi, unamwambia hivi, hata mpenzi wako ukiwa na mpenzi wako nyumbani, unaweza kumwambia ukweli ili akuelewe. Okay. Usije kumwambia mambo maongo hapa, kesho yake ukajikuta umempa mimba, afu anakuletea mwanamke kuangalia maisha ambayo anayoishi na gisi ulivyokuwa unamwambia huko tofauti. So sio fresh ndugu yangu. Kuna jamaa mmoja alimtengeneza msanii anayefahamika, na subutu kusema hivyo, anayefahamika kama Wizi Designer. Watu wengi wanamfahamu kupitia jamaa anayefahamika kama iBreeze, na wewe mle ukatembelea pale. Mwanangu, umetaka kufuata zile nyayo ama vipi? Niambie, mlikutanaje na ule producer aliyetengeneza One Chance anayefahamika kama iBreeze? Bro, wanakuambia kipaji kinafuata kipaji chingine. Okay. So mimi nimefuata kazi zake gisi anavyotumika, nikajadili na management yangu kutoka Congo DRC, boss Bonfils Kateko pamoja na representant wangu Olivier Socrate, mtu wa Bantu. Mtu wa Bantu. Yeah man. So tukaongea. Yuko sawa papa, yuko sawa, ila ina matatizo yote. Kila kitu kiko poa. Sawa, nikaongea nao, tukajadiliana wote pamoja, tukapanga mpango, kaambia bwana, mimi na potera ambaye ninamkubali, anafanya vizuri, sio kama anafanya ushindia wengine, lakini anafanya vizuri, ni mtu ambaye anaeleweka. Okay. So tunaweza tukaenda mule tukafanya kazi. Ndio tukakubaliana na kazi kaenda fresh. Okay. Kupitia msanii ambaye unamsema wewe, nikiwaza wale manager wa zamani ambao walikuwa wanatusaidia, na mimi pia waliwaka manager wote, yani tuseme wetu wote wawili zamani. Usiniambie mwanangu. Ushaka kuzipitia na wewe zile? Zile management za Canada. Tayari tumeshapitia. Bwana anakuambia mimi nakupa $50. Nakupa $50. Tengeneza ngoma, lakini jina langu nilisikia mara 10 na mpenzi wangu nimsikia mara 5. Shaka wewe kukupitia hiyo. Kufikia. Au management au manager, wanajiita manager, ndio tumepitia huko, lakini wengi wao ni waongo. Okay. Wengi wao ni waongo. Na msanii unapojiamini mwenyewe, tafuta njia ambayo unajua njia yako sahihi. Unajua huyu manager wangu atanisaidia, kama vile Mario Balotelli, yule bro yuko fresh kabisa. Safi sana. Nasikiaga watu wanamsemaga, mimi hatujawahi kukutana naye, lakini mimi mtu yote ambaye anasaidia msanii sinaga matatizo naye. Bro, iBreeze akawa amesuka beat yetu, akatengeneza ngoma, kila kitu, ukaingiza vocal nini na nini, kazi kawa imekamilika, kakaa kama vile ambavyo tunasikia One Chance. Baada ya kufanya kazi na iBreeze, awali ulimfahamu awali, lakini baada sasa ya kufanya kazi naye akakutengenezea lile dude, ulijikuta ama ulimkutana iBreeze ni mtu gani? iBreeze ni mtu ambaye naweza nikasema ni mtu ambaye kwanza anapendwa na vijana wengi.
ukitaka iBreeze uwe nayo fresh, talent yako ndio kusemea. Okay. So na iBreeze ni mtu ambaye atakagi mtu wa kumzingua, yani kumwangaisha so fresh. Na yakini na yeye mwenyewe sasa na yeye ni mtu ambaye yeye na wasanii wake biringa zikosi, lakini ni mtu ambaye anafanya kazi kiukweli. Okay. Ya ndio hivyo. Okay bro, beat mmesuka mkiwa wote, kwa sababu nasikia pale huwa unaenda unakutana beat kila kitu kiko tayari, wewe tu unaimba. Je, nataka unaambia kwa one chance, wewe ulitoka pale melody mkatafuta wote nini na nini kila kitu, ama vipi? Wewe ulikuta beat tayari afu ukaingiza vocal? Bro, I'm a superstar. Mimi ni superstar ambaye na malengo yangu katika muziki ambao tunaofanya hapa. Wewe ni super nyota. Yeah. Yeye iBreeze ni producer ambaye anatembea kupitia giso msanii unavyosema. Ukiambia nataka tufanze hivi, anafanza. Ukimwambia mimi ni bure, anafanya. Wale ambao kama vile wasanii wengine ambao uliowataja hapa, wao wanakujaga tu wanakuta hiyo mabiti yapo sababu ni wasanii ambao hawajiamini. Mimi ni msanii ambaye nimefika iBreeze, nataka tutumike tufanze hivi na hivi. Anaangalia mind yangu, anasema so msanii ako na mind moja ambayo iko fresh. Na yangu yanachukua mind yangu na yake anachanga pamoja ikatoka ile beat. Na tukatosha tayari na style ya muziki mule ndani ya studio. Tukaandika nyimbo hapo studio. Hakutoka nayo nyumbani? Hapana, mimi sitoka na nyimbo nyumbani. Unaandikia studio? Hapo. Mwanangu wewe matata sana mzee, matata sana. Bana huyu ni Babjay, anajiita hivyo. Yeye anajiita babu wakati hana imvi. Huyu jamaa matata sana. Tunaongelea ngoma yake inayofahamika kama One Chance. Tunamuintroduce kwa sababu ni mara ya kwanza kabisa kumuona Empower TV. Ni jamaa ambaye anahitaji support yenu. Alitoka kwa iBreeze baada ya kutengeneza audio, akaona haitoshi, akamtafuta jamaa anayefahamika kama Pops ili aweze kutengeneza video. Hapa nyumbani tuna madirectors wengi sana. Kuna wakina John Elart, kuna wakina Brian, kuna maproducers kumrazi, kuna madirectors wengi sana, lakini yeye ameamua kutomtafuta sijui akina Landries B, akamtafuta Pops. Kwa sababu gani uliruka majina yote ukatoa kwa Pops mwanangu? Mzee baba, unajua katika hii dunia kujua kuongea na watu ni jambo la maana sana. So mimi nimetoka Kongo, nimefika hapa, kuna maproducer wapotere ni wengi sana. Director ni wengi ambao wanafanya kazi vizuri zaidi ya sana. Lakini sasa tunajua mwenyewe ya kuwa tunapokuwa tunatafuta kufanya kazi, unakimbilia kwa yule mtu ambaye anawahi kukuelewa mapema. So kuna producer wengine unaweza kumuendea leo kumuona kwanza inaomba yani tuseme ceremony nyingi sana. Lakini Pops ni mtu ambaye ukimpigia saa hizi, ukimwandikia saa hizi anakujibu ile muda ambao ulimwandikia. Na akichelewa mwenyewe anawahi kukuomba radhi, anakujibu kabisa kikweli. So hata wengine bado sijawahi kupambana nao, lakini nimepambana na Pops sababu ni mtu ambaye niliona yuko sharp. Ni mtu ambaye anajua kupokea kila mtu kufuatana na talent yake na kufuatana na kiwango chake ambacho anacho. So ndio hivyo. Ndio hivyo bana. Pops akawa amekamilisha video. Ile video tulishuti hapa Bujumbura ama tulienda hadi mikoani? So tumefanyia hapa Bujumbura. Tumefanyia hapa Bujumbura yote mwanzo hadi mwisho. Sasa mwanangu, wewe unamwambia mtu, unamwambia mambo ya mapenzi, sijui makosa aliyotokea, sijui nini na nini, alafu unatupeleka kwenye bar mwanangu. Tunaenda kulewa pale ama vipi? Sisi tungeombea tu msamaha hata nyumbani, ama tunaenda hoteli kali, hadi bar. Ulienda kumshawishi kwa kumnunulia vinywaji ama vipi? Nipe ukweli. So sio kwa kumnunulia vinywaji, ila tunajua wanawake wetu hawa kuna masehemu ambao wao wenyewe kwanza wanataka kibinafsi. Umfikishe hiyo sehemu. Unajua unaitafsiri video yako mwanangu? Kama kawaida. Ukimpeleka hiyo sehemu, nafasi ambapo unajua nafasi ambapo anakuwa kwanza mwenyewe anatulia, mwenyewe anatulia, hata kama akinywa maji. Na unatumia maji. Lakini kuna kamuziki ka chini kanalia pembeni. Na afu kwa sababu hizi siku vitu ni vingi sana, unaweza kuona kwa producer kule au director au DJ kule anakupigia ile one chance chini kwa chini, mko mnaongea naye na wakati yako nafuata kazi. Baba ni yani tuseme ni kwepesi sana mtu kurudia, hata wewe na roho ngumu aje atarudia tu. So ndio hivyo mzee baba. Mimi nilitegemea kuona unamtuma mtu. Kuna ngoma moja ya Nelly alivurugana huko, akawa ameharibu kabisa, akawa amekichanua. Baadaye akamtuma mtu, sijui akapeleka vibarua na vimaua, baadaye wakamwambia, wakamsusa, wakamwambia
nakwambia nenda huko. Mimi nitegemea wewe kwamba utamtuma mtu kwa sababu wewe kama umeshakosea kuenda tena kuresiste. Sisi kwa tunafanya hivyo, tunasemaga hivyo, kuresiste tena kwenda machoni mwa ule mtu tena naenda kumomba msamaha, huwa ni kitu ambacho sio rahisi sana. Lakini wewe mwanangu, wewe shujaa, unamkosea mtu afu unaenda mwenyewe. Mzee baba, ni kujiamini kila kitu. Ungemwagiwa maji. Kujiamini sasa, umeyataka mwenyewe. Ulipomfuata mara ya kwanza uliyataka. Ulimtaka, ukaongea naye, mkaishi naye fresh. So mkazinguana kidogo. Nini ambacho kitakuzuia usiende tena kumfuata tena mara ya pili ili mwambie ukweli? Nataka kujua kutafuta location, sijui kutafuta wale ambao walikusaidia, wale wamarikia wa video. Nataka kujua watu unajua hapa kuna baadhi ya watu, lakini si sana kwa sababu hapa Burundi watu ni wema, wengi ni wema. Kuna mtu anasikia mtokea Kalemi, kuna dhahabu kule bana, mchinje, mwambie fasi ya 50 anakuambia alete $100, tunaanza kutumia dola wakati hapa tunatumia pesa za hapa nyumbani. Haikufikia hiyo? Hiyo kabisa unaongea ni kweli mzee baba. Yaani tuseme imetufikia sana zaidi ya sana. Usiniambie. Imetufikia sana. Kuna watu ambao wametuzingua. Tunapanga tutafanya video kesho. Wanatuzingua kesho hiyo muda wa video. Hadi producer mwenyewe akabaki yani akachanganyikiwa. Ila sababu kuna sio kusema eti kwa mfano kama nasema nipate mtu huyu fulani anavalisha watu. Huyo mtu anavalisha mtu sio peke yake. Wako wengi ambao wana hiyo vipaji vya kuvisha watu. So kuna wale ambao wakufisha watu, kuna watu kama vile madada zetu wa Queen video, kuna mtu mwingine unaweza kumuita hivi sababu hakujui amjuani, anaongea ambacho anajisikia, lakini mtu ambaye anaeleweka na anakuelewa kidogo, ni mwelevu. So mtenda naye njia moja kama kawaida. Video ukiangalia yote ilituchukua kama gharama kiasi gani pale? Mzee, ile video mbona siwezi kuongea mengi. Tungenunua kiwanja Maranza. Sababu gharama ipo. Gharama imefanya. Dola zimeenda mwanangu. Zimekwenda mzee. Zimedondoka. Na sio mwisho, lakini najua ziko nyingi zitaenda na zingine zitarudi. Si bonane tunaenda kupiga shoka Lemi, tunarudisha pesa yetu. Kalemi hapa karibu. Mbona mpango tunaingia Kishasa ndani? Usiniambie. Unaenda kupambana na kina Inosb. Hiyo ni kawaida kabisa. Umeshaandaa kila kitu. Jamaa anajiamini sana. Mimi sina shida naye. Unajua kwenye nia kuna njia mazee. Kwenye lugha ya Kiswahili wanasemaga hivyo. Bro, nataka kujua, umeniambia una ngoma nyingi sana studio, lakini huwa mimi siamini kitu bila kuona. Ngoma zako unapanga kuziachia vipi? Kwa sababu ngoma yako uliachia tarehe 8 March, imeshafanya mwezi zaidi na mwezi na zaidi na siku kadhaa ama hivyo. Nataka kujua una mpango wa kuachia ngoma nyingine lini na mpango wako ukoje? Je, ni management napanga tuachie siku fulani, ama ni wewe mwenyewe unaishawishi management bana, tumekaa sana tuachie kitu? So mimi msanii management naweza nikawaambia ili ya kusema nitumike nifanye kazi. Lakini wanaokuwa na misimamo yote ya kuachia ngoma ni management, lakini wanauliza kwanza msanii, tuachie siku gani, unaona nyimbo yako tuiachie lini, saa gani? So na katika lebo yetu ya Visionary Team siko peke yangu. Mna wasanii wangapi? Hapa kwa sasa tunabaki wasanii 3. Usiwasemei wengine bana. Nitawatafuta wanaume 2. Wewe jisemee. Hapo wako Kongo. Wako Kongo. Yaani tuko wanaume 2 na mwanamke mmoja. So inabidi kama mimi naachia nyimbo leo, ikipita mwezi mmoja mwingine anaachia. Mwingine lakini wanafuatana sana kazi ambazo watu wanafanya. So mimi kama King Babjay Ishedey. So nimeshafanya kazi na kazi nyingi ziko kwenye studio zinasubiriwa tu. Hapa tunasubiri tu ni kuachia, lakini kivyangu mimi usisubiri kusema miezi ipite. So mimi ni mwezi tunaachia hadi Bujumbura kitanuka. Man. Yani unaenda kukinukisha. Tutatafuta perfume mwanangu. Ukikinukisha tunatafuta perfume. Ama unasemaje? Ama namna gani? Tutaachia bana, ndio hivyo. Babjay, promotion ikoje? Promotion yako? Promotion yangu inafuatana na management. So management yangu kwanza nashukuru sababu ni management ambayo najipanga sana kiukweli. Wengine gisi wanavyoiwazia kumbe sivyo. Ni visionary team ile. Visionary team. Yani wanaona mbali watu. So wana vision. Wana macho masita. Wanaona mbali, yani ni maegle yao. So management yangu inajiandaa sababu ya kufanya promotion vizuri sana. Promotion tunaifanya hapa Bujumbura kupitia watu. Sababu kukujua wewe ni tukujua kupitia watu. Na sisi nabo ni yetu tunataka ni watangazaji mtusaidie kujua wengine na wengine ili tuzidi kufanya kazi. Promotion ni moja ya nguvu sana. Mwanangu, ukiangalia muziki wa DRC na muziki wa hapa havijafanana sana kivile, lakini muziki watu wanasemaga huko Uvira wanasemaga ni universal. Si hivyo?
unaangaliaje? Je, wakati ulipofika hapa, narudi nyuma kidogo, ulikuwa na style yako, ukaangalia soko la muziki la hapo, kasema mimi nabadili bana, naingia humo ilifikaga hiyo ama vipi? So mzee, hiyo kabisa ni kawaida. Sababu kuna kitambi ambacho wanasemaga hivi, ukifika sehemu ya watu unakuta watu wanatembea na mguu mmoja, na wewe ingia mwa hiyo style. Sababu ukitaka ujifanye unatembea na miguu miwili, kitakachokukuta kule anatuigizia. Lakini mguu mmoja tembea na wewe mguu mmoja, lakini tumia akili. So nimekuta music yetu hapa nyumbani. Hapa ni town mzee. Hapa ni capital. Hapa ni capital. So tumetembea katika style ya kikapitali. Sio. Yaani unasema kwamba sisi tulikutana tunatembea na mguu mmoja sisi? Sio kusema. Nasema hiyo ni fumbo ambalo nimesema. Ukifika fasi utatembea mguu mmoja. Yaani kama vile hapa style ya Bujumbura. Nimekuta style ya Bujumbura ni style ambayo inafanya msanii wote mwenye kujiamini anatoka muda mfupi sana. Sababu unajituma, unatumika sana, unafanya kazi, malengo yako kabisa utayafikia. Ndio maana mimi nimependa nitembelee katika haya malengo ya Buja. Ndio hivyo. Mwanangu, najua unawasumbua sana management. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unawasumbua navyo, naambia mimi nataka hichi. Hebu niambie kimoja, unawasumbua na nini? Kwa hiyo muda tunavyoongea, kama vile asubuhi ya majana unawasumbua na unaambia mimi nahitaji hichi nipige hatua. Kama sio siri. Mimi kivyangu management yangu naisumbua sana ili nifanye kazi. Nifanye kazi na nifanye promotion ya nguvu, sababu nataka jina ya lebo yangu Visionary Team Bujumbura waijue, na nataka na mimi kupitia lebo yangu na mimi watu hata wadogo wale ambao wanajua Visionary Team na mimi wanijue. Sababu ndio malengo yangu kwanza Watu huwa wanaamini sana katika collaboration, collaborate na wasanii wengine. Hiyo kwako ipo ama vipi? Tunatumika kama kichwa kimoja katika watu 100 vile vile. So collabo zipo na nyingi ambazo tunaziandaa zipo. So kwa sasa tunataka tufanye kwanza kazi kibinafsi, tuachie ngoma 3, 4, 5 sisi wenyewe kwanza. Kisha baadaye sasa chagua huyu mkubwa, huyu legend kama atakuwa tayari tufanye kazi, huyu legend atakuwa tayari tufanye kazi. Ndio hivyo. Sio tena eti umeshapiga hatua moja mbele urudie tena ukafanya collab na mtu ambaye anaanza jana. Ajima tu ambaye wewe ushapitia kupitia kwanza ufike sehemu ambayo umefikia. So huko sisi hatupo. Ila tunaandaa tufanye kazi nzuri na watu wakubwa ambao wana jina hapa Bujumbura na Afrika nzima. So ndio hivyo. Mwanangu, ilichaga kukufikia, yani unafika kwenye situation fulani ambayo ilikusababishia hadi ukawahi kufikiria mimi naachana na haya mambo kabisa? Ilikuwaje hiyo situation? Kwanza ni familia yangu. Familia yangu, kuna baadhi ya watu ambao wananisupport kazi, na nina mtu ambaye ananifanya leo nikuwe kama gisi niko size hapa. Ni mtu ambaye ananisaidia kila kitu, school, mambo mengine mengi. So anataka kwanza nimalize school, kazi ya music baadaye. So nikaona kabisa mind yake ni ya kweli. Na kuna muda ambao nimeshawahi kusema kama mimi naacha kwanza muziki nifanye kwanza school. Ila najikuta muziki na school yangu mimi kivyangu yote yanaenda njia moja, sababu niko natumikisha vyote na hakuna nafasi hata moja nimeshafaulu. Yani nimeshafeli, sorry. Yani sehemu zote mimi nafaulu. Kwenye school nafaulu, music nafaulu. So yatakwenda hivyo kama kawaida. Unaenda humo wenyewe wameshanielewa. Ndio hivyo. Mazee, East Africa, hususan DRC, hususan Burundi, watu wanaliaga sana kuhusu account za YouTube. Sijui subscribers hatuna, sijui watu ambao wanaenda kuview hakuna, wale ambao wanasema tunao, watu wanasema si kweli wanatumia robot. Hebu niambie matatizo hayo na wewe unayo? Wale ambao wanaenda kufuatilia kazi zako kwenye account zako hakuna ama vipi, wewe uko poa? Mimi kivyangu niko poa, sababu account yangu mimi haikufunguliwa Bujumbura. Ni account ya lesson, unajua kama ni account ya lebo. Kuna mikakati ya watu wengi ambao yani ambao wanatembeza ile lebo yetu. So hatuwezi tukafanya vitu vya kitoto, kutia maroboti, sijui kufanya nini, lakini watu wanafuata wanatu subscribe kwenye channel yetu kupitia kazi ambazo tunazifanya. Sababu najua hatujawahi hata kuangusha fani wetu wote wanaridhika na kile ambacho tunakifanya kila mwaka na kila hatua. So ndo maana mimi naweza nikasema kivyangu mimi kupitia hiyo marobot, nasikia kwa wasanii wengine kama vile wasanii wakubwa wanazipiga zile dakika 20, yani unajitekenya afu unacheka dakika 20 hivi wamesha boost kazi na kuwa juu sana. Lakini baada ya siku ngapi hivi ukicheki hiyo haitoki, haiendi, haipandi, iko pale na siku ikikia kushuka hivi ni kushikilia kama maji. So hiyo so kazi. Mtu ambaye anahitaji kuona kazi za Babjay
wanazipata vipi, wapi? Kuhusu kupata kazi zangu wanaandika Visionnaire Team. Kaandika Visionnaire Team hapo utapata kazi ziko nyingi. Au kama unaweza kwanza kaandika Babjay Ishedey. Babjay Ishedey. Instagram unayo? Yote nipo kote. Page kote ya Facebook nipo, Instagram nipo, TikTok tupo, yani kote tupo. So ukitaka unaandika tu Babjay Ishedey, utaona pale unatoshia Babjay Ishedey Visionnaire Team. Yani hiyo ndio lebo yangu. Naweza nikawaomba kutusaidia kusubscribe pia kuvisualize kazi ambayo tunaachia. Visionnaire Team ina makazi mengi sana ambao zipo zilizotangulia na za sasa, kwa sasa ziko nyingi sana. Tunawaomba sana mtusaidie kusupport kazi. Mwanangu wewe si msanii? Yeah man. Unataka tuagane kihuruma? Hakuna bana. Twende. Mr. Romantico. I do wanna go solo. Master Simbanga photo na lakisa bandeko ezika na utinza mbeka kande koko. Mimi sina mengi, maisha ndiyo haya. Wamesema mengi bila hata haya. My sugar girl, my banana, I'm ready navyo feel tunafanana. Don't make me crazy my Diana. Mama nanga tukipata pesa tupare, I wanna give you kagare. Twende nyumbani tukae, mama nanga tukipata pesa tupare, I wanna give you kagare. Twende nyumbani tukae, mama nanga oh, one chance, give me one chance. Oh, salisangana ko mapemutu. Oh, one chance, give me one chance. Oh, salisangana ko mapemutu. Zambe kaka mokonza mokili oyo na osenga alizaba vane bande koyo ba usala nyoso pona brile. Move your body, show me your body. Penzi letu liko pale pale. Move your body, show me your body. Oh twende, move your body, show me your body. Penzi letu liko pale pale. Move your body, show me your body. Oh anabeda kontro ngana wiji kondo mbore gwengu wanyo igongo tega kontro wiji kondo tukipata pesa tupare, I wanna give you kagare. Twende nyumbani tukae, mama nanga Asante sana bana, imeisha hivyo bro. Mimi nashukuru sana kuwa na wewe. Asante big boss, asante sana. Nafikiri ukiwa na chochote cha kuambia watu ama cha kuwaletea watu tunakukaribisha. Asante sana. Mungu akubariki sana bro. Tunashukuru pia big bro, tunashukuru sana kuona mapokezi yako mema, mapenzi mema ambayo unayo kwa ajili ya kuinua vipaji na kutetea vipaji ambavyo viko vinajitolea. So tunashukuru sana na tunakuombea pia Mungu azidi kubariki, na sababu najua kupitia wewe, kupitia TV yetu na watu wote ambao wanaotazama ya Empire TV, Empower TV. Yes, Empower. Pouvoir mingi sana. Asante bro. Asante pamoja. Asante. Bana, hii ni Empower TV. Nimekuambia ni Beni nyuma ya kamera. Tuko pamoja na Babjay, tunaagana kiivo. Pia tunawashukuru sana Visionnaire Team ambao wametuletea msanii Babjay. Mungu awabariki sana.